Basi karibu tuendelee na somo letu. Jifunze toka kwa Yesu. Jifunze toka kwa Yesu. Ndio somo ambalo tunaendelea nalo. Na jana tuliangalia siri nyingine ambayo tuliiona kwenye maisha ya Yesu, kwamba Yesu alikuwa amejaa neno la Mungu. Si ndivyo? Na sisi vivyo hivyo, kama tutahitaji kuwa kama yeye au kufanikiwa kama alivyofanikiwa, basi hatutakiwi kutengana na hii siri ambayo ilikuwa kwenye maisha ya Yesu. Tunatakiwa kuwa tumejaa neno wakati wote. Sawa? Tunatakiwa kuwa tumejaa neno la Mungu wakati wote. Kuwa tumejaa neno la Mungu wakati wote. Sema ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu. Ikiwa aliwaita miungu. Kwa hiyo neno la Mungu likija na kufanyika halisi kwenye maisha yako, kuna namna unakuwa transform. Kuna namna unabadilishwa. Kuna namna unasogea kiwango kingine. Unasogea katika kile kiwango cha Yesu. Si ametuita kufananishwa na yeye bwana? Unasogea kwenye hicho kiwango. Leo tuangalie siri nyingine kwenye maisha ya Yesu. Siri ya 4 ni maisha ya maombi. Siri ya 4 kutoka kwenye maisha ya Yesu ambao mimi na wewe tunatakiwa kujifunza ni maisha ya maombi. Ukimtazama Yesu utagundua alikuwa amejaa maombi. Si ndivyo? Alikuwa amejaa maombi. Muda wote alikuwa ni mtu anayeomba. Ukisoma Luka sura ya 5 mstari wa 16. Luka sura ya 5 mstari wa 16. Luka sura ya 5 mstari wa 16. Biblia inasema Luka sura ya 5 mstari wa 16. Soma. Lakini yeye alikuwa akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba. Lakini yeye alikuwa akijiepua. Sivyo? Akijiepua. Unajua neno akijiepua maana yake ilikuwa ni kama ni daily routine. Ni hali anayofanya kila mara. Si ndio maana yake? Alikuwa akijiepua. Kwa hiyo akiwepo kwenye kusanyiko la watu, anahudumia watu, amefanya miujiza, amewahubiria watu habari njema, ilikuwa na kawaida ya kujiepua. Anaondoka kwenye kundi, anaenda sehemu ambako hakuna watu, anaenda kuomba. Ilikuwa ni tabia yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ilikuwa ni tabia, yani kujitenga na kwenda faragha kuomba. Kwa hiyo unagundua kwamba kumbe Yesu alikuwa amejaa maisha ya maombi. Alikuwa amejaa maombi wakati wote. Ilikuwa ni kawaida yake kuondoka kwenye kundi na kwenda sehemu akajitenga ili aombe. Alikuwa akijiepua, akijiondoa kwenye kundi. Kwa hiyo halikuwa swala mara moja au siku moja, no. It was a daily routine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndivyo ambavyo mimi na wewe kama tunataka kufanikiwa kwenye haya maisha tunayoishi kwenye hii dunia, inatakiwa iwe kawaida yetu kuwa na muda wa faragha na Mungu, kuwa na muda wa maombi. Yani mimi nikae na Mungu, tuzungumze, aniongeze nguvu, aniongezee uwezo. Kile ambacho nimekisoma kwenye neno la Mungu kifanyike halisi kwenye maisha yangu. Natakiwa niwe na muda wa faragha na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Inatakiwa iwe hivi. Yani iwe ni swala la kawaida kabisa mimi. Sasa wahubiri wa kizazi kipya, yani vijana kama sisi tunapenda show off. Yani ukishahubiri unaona kama kaupako kalikuepo hivi, basi unapenda uheng kwa watu ili wakusifie. Huo ni utoto. Sawa? Huo ni utoto. Yani inatakiwa ukishamaliza huduma jifungie. Jichaji. Ilikuwa ni kawaida Yesu, jitenge mbele za watu. Usianze kusubiri watu sasa, mtumishi wa Mungu akubariki sana. Huduma ilikuwa ilienda vizuri. Mungu alikuwepo. Ndio tunachosubiri kwa watu. Hujui kama shetani anakusubiria ili upoe vizuri vile akunyonge. Mtumishi wa Mungu, nimeona una upako, umekemea zile pepo zimetoka. Ile alikuwa kiweta ametembea, unasubiri usifiwe. Subiri vizuri na ufe vizuri. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alikuwa akijiepua, akifichama na
kuomba. Ukiwa na maisha ya staili hiyo, hautalaki upako, hautaishiwa upako, hautaishiwa nguvu. Sawa? Ukiwa na tabia hiyo, hautaishiwa nguvu. Ila kama wewe muda wote uko na watu, kama muda wote uko na una hatari kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Yesu alikuwa na tabia hivyo. Alikuwa anaishi maisha ya nini? Ya maombi. Alikuwa anaishi maisha ya maombi. Kwa hiyo maombi kwa Yesu ilikuwa kama maisha. Ilikuwa kama maisha. Yaani ni kitu ambacho huwezi kumtengamanisha nacho, kumtenga nacho. Ndivyo inavyotakiwa mimi na wewe tuishi hivyo. Yaani maombi na wewe usitengane. Yaani isipite siku hauna masaa kadhaa ambayo wewe umeomba mbele za Mungu kama unataka kwenda mbali. Tumeitwa kufanana na Yesu. Biblia inasema wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Kwa hiyo tumeitwa kufanana, na lengo la somo hili ni kujifunza kutoka kwa yule ambaye tumeitwa kufanana naye. Tumesema hivi, ili uwe kama yule ambaye anakuvutia ni lazima ujifunze zile anazozitumia na wewe uanze kuzitumia ili uwe kama yeye. Ndio maana yake. Na sisi tumeitwa kufanana na Yesu. Sasa ili tufanane na Yesu nitakiwa tujue Yesu aliishije, ili na sisi tuanze kuishi hizo kanuni. Tukianza kuishi hizo kanuni, matokeo aliyopata ndio tutakayopata. Kwa Yesu maombi ilikuwa ni kama maisha. Sio swala kusema najisikia kuomba leo ngoja nikaombe, leo sijisikii ngoja niache. Haikuwa hivyo kwa Yesu. Alikuwa akijiepua kwenye kundi la watu na kwenda kuomba. Anapenda hapendi, anajisikia hajisikii, anamuja kuomba hana muja kuomba. It was his daily routine. Sawa? Na sisi ndivyo inavyotakiwa kama tunataka kwenda mbali. Maombi sio swala la kujisikia kwamba leo najisikia niombe, ngoja niombe. Unakaa pale masaa 3 naomba. Alafu baada hapo zinapita wiki 2 haujaomba. You are not going anywhere. Sawa? Hauendi kokote. Maisha ya maombi yanatakiwa iwe ni, yani maombi yanatakiwa iwe ni maisha. Ndio maana nasema kanuni nyingine ni maisha ya maombi. Imagine maisha usipoacha kuishi manake unakufa, si ndio manake? Maisha ni ya kila siku, si ndio? Maisha ni ya kila siku. Ndivyo ambavyo maombi yanatakiwa yao. Kwa hiyo kuacha maombi ni kufa kiroho. Kuacha maombi ni kufa. Andika hiyo itakusaidia. Kuacha maombi ni kufa kiroho. Sawa? Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hicho kitu kilimfanya, yani ufanisi, Yesu alijua ufanisi wa huduma yake umebebwa na maombi. Ufanisi wa huduma umebebwa na nini? Na maombi. Na ndio maana ilimfanya awe anaomba daily kama sio always. Alikuwa anaomba always, wakati wote. Ufanisi wa huduma yake alijua umebebwa na maombi. Kwa hiyo aliona nikiacha maombi maana yake hakuna ufanisi kwenye kazi. Hakuna ufanisi kwenye kazi. Ndivyo ambavyo mimi na wewe kama tunataka kufanana na huyu Yesu tunayemzungumza. Labda kama una Yesu mwingine, ila kama ndio huyu ambaye ni mwokozi wa ulimwengu, kama unataka kufanana naye, yafanye maombi kuwa maisha. Yafanye maombi kuwa maisha. Je, zamani mwenyewe nilikuwa naomba. Yaani zamani nilijuaga naomba. Ukijisikia siku moja unaomba, umefunga, umeomba lisali moja, au wakati umeenda umeomba hadi masaa 2, unajiona sasa kumbe na mimi naomba. Nilijua hivyo. Ila baada ya kuwa encountered na maisha ya maombi ndio nikagundua kumbe I was doing nothing. Nilikuwa sifanyi chochote. Sawa? Nilikuwa sifanyi. Yaani Paulo anazungumza kwamba ombeni bila kufanya, bila kukoma. Imagine, ombeni bila kukoma. Ifikiria hii sentence, ombeni bila kukoma. Halafu kayapima maisha yako ya maombi, ukaona vipi mnashabihiana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaomba. Luka 6:12. Luka 6:12. Kwa hiyo Yesu kwake ilikuwa hata abanane vipi na huduma. Yaani huduma imbane kiasi gani? Lazima alikuwa apate upenyo, lazima kaombe. Lazima. Yaani hata awe amesongwa vipi, alikuwa yuko tayari hata kukimbia mkutano. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa imagine Yesu anakimbia mkutano kwa ajili ya kwenda kuomba. Unaweza kaelewa umuhimu Umesoma, umefika hapo? Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba.
akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hayo yalikuwa ni maisha ya Yesu. Akaondoka, akaenda mlimani kuomba. Anasema akakesha kule usiku kucha akimuomba Mungu. Akakesha kule usiku kucha akimuomba Mungu. Akakesha kule usiku kucha akimuomba Mungu. Nilikuwa namsikiliza mtu mmoja alikuwa anaitwa Benson Daosa. Unajua ni kwa sababu tujawa encounter na watu ambao tayari wamefanya mambo makubwa na hatujataka kujua siri walizofanya. Walikuwa namuiga Yesu. Yesu alikuwa anaomba usiku kucha. Nilipokuwa namsikiliza Benson Daosa anakuambia yeye usiku ambao alikuwa anaomba usiku kucha, unaweza kushangaa kwa wiki ana siku 4 ambazo all night yuko anaomba, usiku kucha anaomba. Siku 4 kati ya siku 7. Yaani hizo ndo anakesha yeye. Unaweza kuimagine? Na ndio maana sishangai kwa matokeo aliyokuwa nayo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sishangai kwa matokeo aliyokuwa nayo. Kwa wale wanaofahamu wanaweza kaelewa. Benson Daosa au kama unafahamu kamtafute. Alikufa lakini kazi zake zinaishi. Sawa maisha yake bado yapo. Kamtafute Benson Daosa. Alafu angalia matokeo aliyokuwa nayo. Ndio unaanza kugundua kwamba kumbe Biblia inasema tumeitwa kufanana na Yesu, wala hata sio uongo. Inawezekana hakufikia kile kiwango, lakini somehow you can be convinced. Yaani unaweza kuwa convinced kwamba kumbe Biblia idanganya. Ni mimi tu ni mvivu mimi tu ndio maana sioni matokeo. Ila sio kwamba Biblia inadanganya. Unajua wakati mwingine tuna compromise kweli ya neno kwamba bwana hiyo haiwezekani kutokea. Lakini ukiwatafuta watu ambao walifanya mambo yakawa, ndio unaweza kaanza kuwa convinced kwamba kama na fulani alifanya na huyu kumbe aliweza na yule inawezekana tu mimi ndio mshamba. Kwa hiyo unaanza kuitafuta kweli iliko lala. Ndio maana yake kweli yenyewe ndio hii. Yafanye maombi kwa maisha. Usiku kucha akaomba. Sio Yesu tu peke yake anaweza, hata wewe unaweza. Na ukifanya ndio utapata matokeo aliyopata. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa wakati mwingine usiwe tunasema usiwe overambitious. Kama hujawahi kufanya, anza kidogo kidogo. Kuwa mwaminifu na kile kidogo. Kadri unapokuwa mwaminifu na kile kidogo, unajianzia na nusu saa yako. Kwa uaminifu unahakikisha kila siku hiyo nusu saa uko nayo. Kila siku hiyo nusu saa uko nayo. Mungu anakubatiza na neema. Unashangaa unaanza kwenda masaa mawili. Yale ambao ulikuwa haujawahi kuwaza, unaanza kuwa mwaminifu nao masaa mawili. Unakuwa mwaminifu nao masaa mawili bila kuacha. Sawa Unashangaa Mungu amekubatiza na neema. Unashangaa unaanza kwenda masaa 3, 4, 5. Mara unaweza kutoboa usiku mzima. Kwa nini? Aliye mwaminifu katika kidogo atakupa kuwa na kikubwa, utakuwa mwaminifu katika hicho. Sio maana yake? Usitake kwenda all night wakati hujaibu kuomba hata risali moja likaisha kwa muendelezo hata mwezi ukaisha. Yaani kila siku unaomba masaa mawili kila siku ukaisha mwezi. Alafu unasema kuanzia sasa nitaanza kwenda usiku kucha. Haitawezekana. Sawa Anza kidogo kidogo. Unasema Mungu, sijawahi kuwa na maisha ya maombi. Sasa hivi nataka nianze kuwa na maisha ya maombi. Naomba niwe naomba nusu saa kila siku nusu saa kila siku. Ukishakuwa mwaminifu tena jipangie muda kabisa, nitakuwa natoka saa hii mpaka saa hii. Ukishakuwa mwaminifu kwenye huo muda, utashangaa kuna ubatizo mpya umekuja. This time maombi hayakuchoshi tena. Mwanzo itaanza kama kazi, lazimisha. Ila ukishakuwa na umeenda utafika muda unashangaa maombi sio kazi tena kwako. Unashangaa umeongezeka ubatizo, muda umeongezeka. Kuwa mwaminifu katika huo muda. Sawa Umeenda ushangaa. Sasa kadri unavyotumia muda mwingi kwenye maombi, ndivyo ambavyo unajaa rohoni. Sawa Ndivyo unavyojaa rohoni. Ndivyo unavyojaa rohoni. Luka 9:28. Yesu alikuwa na maisha ya maombi. Anasemaje Luka 9:28? Kuwa mwaminifu katika hicho kidogo ambacho tumeanza nacho. Sawa Luka 9:28. Biblia inasema baada ya maneno hayo yapata siku 8 aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Yaani ilikuwa ni aina ya maisha ambayo Yesu alikuwa nayo. Wewe mwenzangu unapanda wapi? Kwenye deka kulala Na wewe baada ya hayo unapanda kwenye deka kulala. Yesu akapanda mlimani kufanyaje? Kuomba. Kwa hiyo na usipande kwenye deka kulala. Panda mlimani kuomba. Mlimani kwako unaweza kaa nyuma ya bweni. Sawa Tumeelewana Panda mlimani kuomba. Usipande kwenye deka kulala.
Haleluya. Mistari mingine Mathayo 14:23. Nataka tu ujue kwamba Yesu alikuwa anaomba. Sasa kama Yesu alikuwa anaomba, wewe usiombe nani bwana? Na wewe unataka kufanana na yeye. Ndio hizi siri zitakazo kufanya kufanana na yeye, sawa Mathayo 14:23. Akaenda kifara. Akaenda mlimani. Akapanda mlimani. Hivyo yani alikuwa akajitenga, akaenda akaomba. Inasemaje? Mathayo 14:23. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa jioni alikuwa huko peke yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Umeona? Tumeona kule akamchukua Petro, Yakobo na Yohana wakapanda mlimani faraga. Hapa baadaye akapanda mlimani faraga kuomba, akawako huko mpaka jioni. Huyu ni Yesu. Mimi na wewe kama tunataka kuwa kama Yesu, basi tuanzie hapa. Sawa? Mimi na wewe kama tunataka kuwa kama Yesu, kitu ambacho Biblia inatutaka tu kama yeye, tunaanzia hapa. Kwamba yeye kwani alikuwa anafanyaje, yani hadi tusifurahie tu matokeo. Sawa? Tusifurahie nini? Matokeo, bali tuone process. Mungu alimfundisha Musa njia, alafu wana wa Israeli kaonesha matokeo, si ndivyo? Mungu alimfundisha Musa njia, wana wa Israeli wakaona matokeo. Ni Zaburi ya 110 na ngapi? Sijui 12 sijui. Akamfundisha Musa njia. Yaani Musa akawa anajua namna ya kuprocess vitu, alafu wana wa Israeli wakawa wanafurahia tu matokeo. Mimi na wewe tusio watu tunaofurahia matokeo. Yaani ukiwa unafurahia matokeo utamiss vingi. Asipokuwekwa anayetengeneza siku utakwama. Ila ukijua process za kutengeneza, yani ashumu huko nyumbani unajua kula ugali, unaujua ugali uliopikwa, ila unajua ugali unapikwaje. Siku akiondoka ambaye anapika utashinda njaa. Si ni kweli? Si ndivyo? Akiondoka anayepika utashinda njaa. Lakini ukijua namna ambavyo ugali unapikwa, wala hauna haja ya kumsubiri mtu, ila unapika ugali. Si ndivyo? Sasa hizi ndio process ambazo mimi na wewe tunatakiwa tuzijue, za kutupeleka kwenye matokeo chanya, positive results. Kwenye matokeo chanya. Process moja wapo ni maisha ya maombi. Amen. Maisha ya maombi. Maisha ya maombi ni muhimu sana kwenye maisha yako. Yaani maisha ya maombi ni muhimu kwa Marko 1:35. Hata alfajiri mapema akatoka akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Huyo Yesu alfajiri na mapema. Marko 1:35. Alfajiri na mapema. Kwa hiyo hii process ambayo tunafanya ya kuamka alfajiri kila siku kabla shughuli zingine hazijaanza na maombi, ni unajifunza tabia ya kuwa mwombaji. Sawa? Ukishakuwa mwaminifu kwenye hiyo nusu saa ambayo watu wako nayo, ukishakuwa mwaminifu, Mungu atakuongezea. Utaanza kushangaa una kiu ya kuongeza zaidi. Wakati mwingine sisi tunapofika saa 11 kamili hapa tunakukuta wewe ulifika saa 10:30. Sawa? Kwa hiyo tunapoungana na wewe saa 11 kamili, wewe ulishafika saa 10:30. Kwa hiyo unaunga inakuwa sawa. Baadaye unashangaa umeanza kuamka mapema zaidi hapo. Au wakati mwingine baada ya pale unakuwa na muda wako mchana, unakuwa na muda wako jioni tena. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu aliamka alfajiri na mapema kabla hakujacha vizuri, anaenda kuomba. Ilikuwa ni style ya maisha. Ndiyo ambayo mimi na wewe tunatakiwa kuwa nayo. Amen. Sasa kama Yesu alikuwa na tabia ya maombi, kwa hiyo mimi na wewe kama tunataka kuwa kama yeye, hatutakiwi kutengana na hii tabia. Sasa hatutakiwi kutenganishwa na tabia ya maombi kama tunataka kuwa kama yeye. Na maombi inatakiwa yawe ni always. Sawa? Yawe ni always. Isiwe ya kuomba ukijisikia. Unajisikia ujisikie. Ukisubiri feeling, ukisubiri kujisikia, shetani hata acha ujisikie. Si unajua hicho kitu? Mood itapatikana huko kwa wakati unaomba. Hivi unajua ukiwa na bunduki, halafu kasema sijisikii kupiga risasi, wacha nipige tu hivyo. Ile bunduki itatwanga. Kwamba sijisikii lakini eti acha nitegue kale kamtego kupigia bunduki kale. Hivi itapiga. Sasa hiyo ndio hiyo mentality kwenye maombi yako. Kwamba whether najisikia au sijisikii, effect ya maombi inabaki pale.
Unanielewa? Whether najisikia au sijisikii, effect ya maombi inabaki pale pale. Kwa hiyo kama ambavyo hata kama ulikuwa unasinzia hivi ukapiga risasi, yani kwamba ukaruhusu risasi toke, itatwanga. Tumeelewana? Itatwanga. Kwa hiyo hata wewe wakati mwingine unajisikia kama umechoka hivi, ulale, amka. Anza kutembea kuna sinzia shara tapaka porodo sharia liko kokoto parada. Hivyo yani kwa lazima yani. Effect ya maombi inabaki. Amen. Ndio inatakiwa hivyo. Useme leo nimechoka, acha nipumzike. Ni lifestyle ambayo shetani anaipandikiza kwako. Yeye anajitahidi kuleta mbinu nyingi ili usiombe. Ndio kaida ya shetani. Anakuletea mbinu ili usiombe. Na wewe unawaambia hizo mbinu zije katika hizo mbinu nitaomba. Ukishafanya hivyo baadaye shetani kama ambavyo Yesu alimwacha baada ya kushinda mara ya kwanza ya pili, Biblia inasema akamwacha. Si ndivyo? Na wewe shetani atakuacha. Lakini ukiwa unamtia moyo, na yeye kukutia moyo atakuwa anakuzima baadaye anakuachia kidogo usije ukashtuka. Kwa hiyo unaomba ile siku nyingine unajisikia mood ya maombi, unaomba alafu siku mbili tena nakuminya unasema leo sisikii, ngoja nilale nisiombe. Ngoja leo sisikii, ngoja nishinde tu bila kuomba. Baadaye kama unataka kuanza kushtuka na kuachia ili uombe siku nyingine tena. Lakini unachofanya pale unafanya maktai. Maana yake unaomba anakuzima. Utakapokuja unaanza upya tena. Sio progress, unaanza upya. Ndio anachofanya shetani. Sawa? So unachotakiwa kufanya kwamba haijalishi najisikia au si nitaomba. Ukishakuwa na lifestyle hiyo, matokeo yanakuja hapo njiani. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na maisha ya maombi. Tunatakiwa kuwa na maisha ya maombi. Sasa tunapozungumzia maisha ya maombi, unajua wakati mwingine mtu anasema sasa hivi kila siku nitakuwa naomba nini? Maisha ya maombi haya tunayozungumza sio yale tu ya kuishia kuomba mahitaji yako. Sio kama mnanielewa. Sio maombi ya kuishia kuomba mahitaji yako. Yaani ukianza kusema sasa nakaa masaa 3-5 usiku kucha kwenye maombi, naomba nini? Yaani huoni cha kuomba. Nisikilize. Ukitaka kuwa effective kwenye maombi, tunachotakiwa kuomba ni kuomba maombi ya Mungu. Pray God's prayer. Kuomba kusudi la Mungu kutimia kwenye haya maisha, kwenye maisha yako, ndugu zako, wanaokuzunguka. Hivyo yani kwamba kama Mungu anataka watu waokoke, kuna wangapi hawajaokoka wewe unawaona? Si ndio baba? Kuna ndugu zako wangapi hawajaokoka? Kuna vitu gani vinaendelea kwenye familia yako ambavyo unaona kabisa this one is not God's plan, ni sio mpango wa Mungu? Hivyo ndio vya kudinana. Lakini sio kila siku Mungu naomba nisaidie hela, Mungu naomba nisaidie niwe na afya njema, Mungu naomba nisaidie nipate mchumba. Sio hapo tu. Ukiwa hivyo kweli utaona muda wa kukaa kwenye maombi ni kama dakika 15 tu zinatosha. Kila kitu nitakuwa nimeshakigusa. But kama umebeba mzigo wa Mungu, mnanielewa? Kama umebeba mzigo wa Mungu na ukaomba Roho Mtakatifu akusaidie, utakuta usiku kucha ni mfupi tena. Sawa? There are a lot of things to pray. Yaani vitu viko vingi vya kuombea. Sasa ukishakuwa na hiyo tabia ya kuomba maombi ya Mungu, yani Mungu ana mipango yake duniani, lakini hiyo mipango yake haitimii. Anatafuta mtu atakayemsaidia kutimiliza hilo kusudi. Ni Ezekiel 22 mstari wa 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka, ili nisiharibu nchi, sikuona mtu. Kwa hiyo wewe ndio uwe sasa mtu ambaye Mungu akimwangalia kwamba huyu ndio mtu nitakayemtumia kutengeneza boma, huyu ndio mtu nitakayetumia kuifanya familia yao yote wawe watumishi wa Mungu, wawe wahubiri wa Injili waliojaa Roho Mtakatifu, ambao wanafanya kazi ya Mungu kwa ishara, maajabu na miujiza kwenye familia yako. Wewe ndio ulikuwa. Sasa ukishaanza kubeba mzigo wa staili hiyo, muda wa kwenye maombi unakuta ni muda, yani unaanza kushangaa masaa mawili yameshaisha mara hii. Kwa nini? Kwa sababu unachoomba sio cha kwako, ni cha Mungu. Umebeba mzigo wa Mungu. Sawa? Na huko ndiko kutaka kukuletea matokeo kwenye maisha yako. Wakati unafanya hivyo, Mungu anadili na kesi zako. Biblia inasema wakati Ayubu ameanza kuwaombea rafiki zake, akageuza uteka kwake. Ndio maana yake. Tumeelewana? Kwa maombi nayo zungumza kwa na maisha ya maombi, sio tu prayer point za kwao.
Hizo prayer point wakati mwingine hata hutahitaji hata kuziombea. Yaani Mungu ataleta majibu automatically. Hata ukumbuke hivi hiki nilikiombea juu mbona kama kimekuja. Na kile kama vinakuja hauviombea, ila umebeba mzigo mkubwa ambao ni maombi ya Mungu mwenyewe. Ukishakuwa na hiyo tabia unaanza kuwa mtu katika ulimwengu wa roho. Sawa unaanza kuwa mtu katika ulimwengu wa roho. Unaanza kuwa mtu katika ulimwengu wa roho. Sio swala la kuombea tu mahitaji yako. Sio swala la kuombea tu mahitaji yako. Usiwe binafsi. Upo hapa shule, unaona watu wanafanya dhambi vya kutosha. Unafikiri wanafanya wanapenda? Sasa wewe ukiliona hiyo kama ni prayer point yako, ukaanza kubeba, yani unaanza kumnyofoa mmoja mmoja, ninamnyofoa kwenye mikono ya shetani. Ninavunja hizo roho ambazo zimekamata moyo wake na kujaza uzinzi, na kujaza uasherati, na kujaza ulevi, na kujaza tabia mbaya. Ukaanza kunyofoa mmoja baada ya mwingine kutoka kwenye mikono ya shetani. Ukiwa na huo mzigo, wewe umekuwa rafiki wa Mungu. Sawa wewe umekuwa rafiki wa Mungu. Rafiki wa Mungu. So mnaanza kuelewa sasa kwamba anaposema maisha ya maombi unatakiwa kufanya ni hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo machache ya muhimu ya kuzingatia kuhusu maombi. Mambo machache ya muhimu ya kuzingatia kuhusu maombi. Kutajie machache hapa. Kutajie machache. Jambo la kwanza, maombi yanatakiwa kuombwa bila kukoma. Hilo ni jambo la kwanza. Maombi yanatakiwa kuombwa bila kukoma. Maombi yanatakiwa kuombwa bila kukoma. Maombi ni maisha tunayoyaishi katika ulimwengu wa roho, sawa? Maombi nini? Ni maisha tunayoyaishi katika ulimwengu wa roho. So kuacha kuomba maana yake ni kufa katika ulimwengu wa roho. Maombi ni maisha tunayoyaishi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapoacha kuomba, it means that unaruhusu kifo. Maana yake umeruhusu maisha ya stop, yasiendelee. Maana yake unaruhusu kifo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maombi yanatakiwa kuombwa bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza 5:17. Paulo anasema ombeni bila. Wathesalonike wa kwanza 5:17. Ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Luka 18:1. Luka 18:1. Akawaambia mfano kwa imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akawaambia mfano kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa kumbe maombi yanatakiwa yawe maisha. Yanatakiwa kuombwa bila kukoma. Haijalishi umebananika vipi, haijalishi. Make sure unaomba. Yaani wakati mwingine unaweza ukatoka darasani unashumu kama unaenda chooni. Hata kama kweli unaenda chooni, unatoka tu mlangoni unaanza kuomba. Unafika chooni, unaingia chooni, unaomba, unatoka unarudi mpaka darasani unaomba. Hiyo ni style moja wapo ya kuomba ukiwa umebananika, yani unaona kabisa kila ukigeuka ukupenyo hamna. Wakati mwingine unaenda kukaa chooni as if na alisha, lakini kumbe hata ualishi. Darasani hata hamna mwalimu anapiga kitu kelele. Sasa bora ukatulie chooni eti. Naam. Ndio hivyo, yani maombi yanatakiwa yawe maisha. Yani usiruhusu yani siku tu zinaenda. Siku imepita tu. Halafu ukiangalia assessment kwenye siku yako the way imeishaisha, huoni kabisa muda ambao umeomba yani kwa kumaanisha kuomba hamna. Ndio hivyo. Sasa nyenye ndio hivyo mnapenda kukaa na watu mpige story, mfurahie maisha. No, kwa watu wanaoenda mbali hawaishi lifestyle hiyo. Kuwa too much social ni kujiua. Hivi mnaelewa Yaani kila anachofanya na wewe unataka ushiriki. Kila anachofanya unataka ushiriki. Tuliona Yesu alifanikiwa kwa sababu alikuwa anaishi kwenye kusudi. Na kila walipokuwa wanamshawishi kufanya kitu kingine ambacho ni nje ya kusudi alikuwa anawakimbia. Si ndivyo? Hadi walipokuwa wanataka kumkamata awe mfalme Yesu akachoropoka. Si ndivyo? Sasa hata wewe, yani wanakushirikisha kwenye kila jambo. Kila jambo. Hautakiwi kuwa hivyo. Tumeelewana? Hautakiwi kuwa hivyo. Maombi yawe ni maisha. Ombeni bila kukoma. Imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Siku zote. Siku zote. Bila kukoma. Kwa wakati mwingine unasafiri kwenye gari unaifanya kama prayer room yako. Wakati mwingine unavaa hata barakoa ili wasione midomo inapocheza cheza.
Asema huyu jamaa anaogopa corona huyu. Kumbe wewe barakoa hata sio corona. Ila kuna kitu nakifanya. Sawa? Tumeelewana kumbe shetani ametuletea barakoa jamani ili tuzitumie vizuri. Sawa? Vaa barakoa afu tembea unaona. Asije kusema bwana wewe kama anaongea peke yake chizi. Sasa hivi asiseme hivyo, vaa barakoa. Sawa msambia? Piga barakoa. Piga zako barakoa na tembea unaona. Mambo yanakuwa fresh. Kwa hiyo ombeni bila kukoma. Kwenye maisha kadiri unavyotumia muda mwingi kwenye maombi, maana tunakuwa unafanya ushirika na Mungu eti. Tunafanya ushirika na Mungu. Unakuwa unabadilisha kufanana na yule unayefanya naye ushirika. Sawa sawa Ndio maana ni muhimu kuwa ni tabia ambayo hautakiwi kuacha. Unapoomba unafanya ushirika na Mungu. Na kwenye kanuni unakuwa kile unachofanya nacho unachofanya muda mwingi. Sawa unakuwa kile unachofanya kila siku. Unakuwa kile unachofanya kila siku. Unakuwa kile unachofanya kila siku. You are what you do always. Kwa kadri unapofanya ushirika na Mungu kila siku, 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 unabadilishwa na kuwa kama unayefanya naye ushirika. Tumeelewana? Unabadilishwa na kuwa kama unayefanya naye ushirika. Kwa hiyo katika tabia yetu ya kuomba unakuwa kama yule unayefanya naye ushirika ambaye ni Mungu, unakuwa transformed. Sawa Sasa ujue maombi ni kazi ambayo unatakiwa wewe uifanye. Ni kazi, sio kitu rahisi. Ni kazi ambayo unatakiwa uifanye. Ni kazi ambayo unatakiwa wewe ufanyaje? Uifanye. Sasa kadri unavyokuwa unafanya, ni sawa na mtu anasema mimi nitakuwa bilionea kwa kuongea. Haiwezekani, sivyo? Lazima ufanye kazi, sivyo? Ndivyo inavyokuwa. Tunaposema nataka kuwa kama Mungu, nataka kuwa kama Yesu. Moja kati ya kazi ambazo tunatakiwa kufanya ndio hii ya maombi. Kukaa kwenye maombi. Hilo ni jambo la kwanza. Maombi yanatakiwa kuomba bila kukoma. Sawa Jambo la kwanza la muhimu kujua kuhusu maombi. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa ujue, ambalo linaweza likakuongezea kitu, ni kwamba maombi yanageuza uwezo wako rohoni. Sawa, maombi yanaongeza uwezo wako rohoni. Sambia. Nimesema maombi yanaongeza uwezo wako rohoni. Sawa Maombi yanaongeza uwezo wako wapi? Rohoni. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 14:4. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Wakorintho wa kwanza 14:4. Yeye anenaye kwa lugha. Kunena kwa lugha ni kuomba kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana yake. Kwa unapoomba kwa Roho, unaponena kwa lugha, unajijenga, unaongeza uwezo. Wakati jana tuliona kumbe Paulo anasema nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo anaweza kuwajenga. Tunaona kitu kingine kinachoweza kujenga hapa, si ndivyo? Neno la Mungu linakujenga. Kuomba kuna kujenga. Sawa Tumeelewana? Anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Kwa hiyo unakuwa developed kutoka kuwa mtu wa kawaida kwenda kuwa yule anayefanana na Yesu. Kutoka kuwa mtu wa kawaida kwenda kuwa yule anayefanana na nani? Na Yesu. Maombi yanakujenga. Kwa hiyo kuomba kwa Roho kunamfanya mtu ajengeke na kufikia utimilifu aliokusudia. Kuomba kwa Roho kunamfanya mtu ajengeke na kufikia utimilifu ule aliokusudiwa. Kuomba kwa Roho kunamfanya mtu afanyaje? Ajengeke. Amen. Kunamfanya mtu ajengeke. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho Mungu amenikusudia mimi nikiishi. Kwenye eneo langu natakiwa nifanane na Yesu. Na wewe kuna kiwango ambacho Mungu amekukusudia wewe ufanyaje? Ukiishi. Kwa hiyo kadri unavyoomba kwa Roho, unavyonena kwa lugha, that's why ni muhimu sana kuomba kwa Roho, kunena kwa lugha. Kama hujabatizwa Roho Mtakatifu, inatakiwa umpokee Roho Mtakatifu. Kwa sababu mbatizaji ni Yesu, tutampokea Roho Mtakatifu kwa imani. Kama ambavyo tunaupokea wokovu, ndio na Roho Mtakatifu hivyo. Tumeelewana? Ukibatizwa kwa Roho Mtakatifu na kuanza kunena kwa lugha, it is very important. Unajijenga nafsi yako, unakuwa jitu lile ambalo Mungu amelikusudia litakalo mnyanyasa shetani. Yuda mstari wa 20.
Kitabu cha Yuda mstari wa 20. Yuda sina sura moja tu eti. Yuda ina sura moja. Kwa hiyo Yuda mstari wa 20. Yuda 1:20. Nyuma ya Ufunuo, kabla ya Ufunuo Yuda ipo. Funguo. Inasemaje? Bali ninyi wapenzi, jenga hiyo imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Mkijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Mkijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, juu ya imani yenu iliyo takatifu na kuomba. Kwenye nilikuwa nasema contemporary English version Biblia hii inasema, dear friends, keep building on the foundation of your most holy faith as the Holy Spirit helps you to pray as the Holy Spirit. Yani kumbe kunako kujenga wewe juu ya imani iliyo takatifu sana ni kuomba kwa Roho. Hapa ukisoma kwa Kiswahili unaweza usielewe vizuri kwa sababu anasema ni kama anazungumza vitu viwili tofauti. Mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho. Kumbe haipo hivyo. Sio kwa na kuomba ila kwa kuomba. Tumeelewana? Kadiri unavyoomba kwa Roho Mtakatifu, kadiri Roho Mtakatifu anavyokusaidia kuomba, ndivyo ambavyo unajijenga katika imani iliyo takatifu sana. Unakuwa kiimani, unatoka imani hata imani. Ndio maana kwa kadiri unavyoomba kwa Roho, unapokuwa unatumia muda kuomba, maana yake unajenga. Mwisho wa siku unakuwa na imani timilifu. Sawa Unakuwa na imani. Kwa hiyo unaweza kaelewa umuhimu wa kuomba sasa. Si ndivyo eti? Kuomba kuna kujenga rohoni, kuna kuongezea uwezo wa kiroho. Imani inaongezeka katika kuomba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo imani inaimarishwa kwa nini? Kwa hiyo wakati mwingine maombi kuna mambo hayawezi kusogea mpaka uwe na maisha ya maombi. Hakuna mambo hayatasogea kabisa kwenye maisha yako mpaka pale ambapo utakuwa na maisha ya maombi. Utakapokuwa na maisha ya maombi. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko 9 mstari wa 29. Marko 9 mstari wa 29. Wanafunzi wa Yesu walipofuata faraga kwa Yesu kwamba Bwana, mbona sisi wakati tumepambana na ile hali ishindikana imekuwaje? Yesu akamwambia namna hii haitoki ila kwa kuomba. Sawa? Soma basi Marko 9:29. Marko 9:29. Fungua tu Biblia soma ili usije ukasema naongea vitu vinavyotoka wapi hivi kama vipo kwenye Biblia. Soma. Marko 9:29. Akawaambia namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kuomba. Haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kuomba. Sasa tunazungumza kuomba hapa, it is a lifestyle. Tumeelewana? Sio swala la kuomba yani kwamba kwa jina Yesu toka wakati huu, kwamba kuomba yani mpaka maisha yako yao yamejaa maombi. Uwe na maisha ya maombi ndio unaweza kudili na hizi kesi. Tumeelewana unaweza kudili na kesi kama hizi mpaka uwe na maisha. Kwa hiyo kuna vingine vinatoka tu kirahisi. Ndio maana nasema namna hii haitoki. Kwa kumbe kuna namna zingine hata ukiwa mzee unakuta zimetoka. Baadaye msambe utaanza kukuta wanaokuja kuhitaji msaada sio wale tu walio na pepo wadogo. Unakuta anakuja kuhitaji msaada vipofu, viwete, waliojaa ukoma. Mwingine anakuja anasema bwana, mwanangu amekufa na mimi sitaki kumzika, nahitaji usaidie. Hivyo. Kwa hiyo namna hiyo haitoki isipokuwa tumeelewana. Sio wale tu ambao unawaombea sasa hivi wanapona. Kuna kesi zingine ziko njiazi za kuja ambazo zikikukuta hujajiandaa hautatatua hata moja. Amen. Namna hii. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo maombi yanakuongezea nguvu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maisha ya maombi ndio yanahitajika. Sawa? Maisha ya maombi ndio yanayohitajika. Anaposema namna hii haitoki ila kwa kuomba.
Kuomba manake ni ile lifestyle, kuomba kama maisha. Sawa? Tumeelewana? Kwa sababu unapoomba unajiongezea uwezo. Unajua wakati mwingine uwezo kutatua changamoto yenye inayohitaji voltage 10,000. Halafu betri yako ina 2%. Itazima muda wote, si ndivyo? Na ikishazima betri hamna kingine unachoweza kufanya. Si ni kweli eti? Ikishazima betri, yani betri ni low. Halafu kuna kesi inayohitajika kutatua ambayo inahitaji voltage nyingi. Hiyo kesi haitaisha. Sawa? Hiyo kesi haitaisha. Imagine tu katika hali ya kawaida umepewa kazi ya kufanya. Aidha kwa kutumia kompyuta au kwa kutumia simu yako, halafu aidha kompyuta au simu yako ibaki na asilimia kidogo. Half kazi ni kubwa. Manake simu itazima kabla kazi haijaisha. Si ndio manake? Ndicho kinachomaanisha. Kwa hiyo kadiri unavyokuwa na maisha ya maombi, it means wewe unajichaji. So ije kesi yoyote. Na ndio maana ukuta mtu mwingine akiwa na kesi ya kuombea labda tatizo unakuta ni refu. Halafu linahitaji muda mrefu. Unakuta anachukia jana. Kwa jina la Yesu, mwanzo anaanza na moto. Kwa jina la Yesu, toka. Baadaye unakuta upepo umekata. Charge. Tumeelewana Charge imeisha. So inatakiwa uwe ni mtu ambaye tayari una shehena, kwamba hata kama inahitaji kwenda masaa 4 una nguvu ile. Tumeelewana? Hata kama inahitaji masaa 6 una nguvu ile. Uko tayari kukomaa. Lakini kuna mwingine kesi ikawa inaisha dakika 10 sijazo, ana uwezo. Nusu saa ijayo anaweza akamaliza kwa masaa 2. Hayo kesi anaacha. Si ndivyo? Anaacha. So tunatakiwa kuwa na maombi yanakuongezea uwezo kwenye ulimwengu wa roho. Sawa? Jambo jingine, kimbia haraka. Maombi yanakubadilisha maombi. Hapa ngoja nikimbia haraka. Muda wetu ni kama umekimbia. Maombi yanafanyaje? Yanakubadilisha. Luka 9:23. Yesu alipokuwa ameenda mlimani kuomba, ikawa alipokuwa akiomba, Biblia inasema hivi, alipokuwa katika kusali sura yake ikafanyaje? Ikageuka, mavazi yake akawa meupe, akawa transform kwenye maombi alipokuwa akiomba. Sio alipokuwa anakemea pepo, sio alipokuwa anaweka mikono juu ya wagonjwa, no, alipokuwa akiomba. Kwa hiyo mimi na wewe tukitaka kubadilishwa, neno la Mungu litubadilishe, kwa sababu wakati mwingine tunasoma neno la Mungu. Kitakacho kufanya ubadilishwe ni kweli ya Mungu ambayo imekuwa tuseme maombi yanaisaidia ile kweli ya Mungu ikubadilishe wewe. Kinachombadilisha mtu sio maandishi. Tumeelewana? Sio maandishi. Ni nguvu ya neno kwa msaada wa maombi. Tumeelewana? Ni nguvu ya neno kwa msaada wa. Niliwahi kuambia wakati fulani maombi na neno ni kama bunduki na risasi. Sawa? Maombi na neno ni kama bunduki na risasi. Yaani kuvitenganisha hivi vitu tayari imefanya kimoja kisiwe na impact. Maombi peke yake bila neno hayana impact. Neno la Mungu peke yake bila maombi halina impact. Sijui kama mnaelewa Yaani kuvitenganisha hivi vitu viwili ni sawa na ukiwa na risasi nyingi mfukoni, msaada wake ni mdogo eti. Yaani ukawa na risasi nyingi afu bunduki hauna, msaada wake hizo risasi ni kidogo. Ukawa na bunduki haina risasi, ni sawa na kushika kirungu. Tumeelewana? Ukawa na bunduki bila risasi ni sawa na kushika kirungu. Kwa hiyo ukicombine maombi na neno, wewe ni jitu. Tumeelewana? Ukicombine maombi na wewe ni jitu. Kwa hiyo maombi yanakubadilisha. Unapokuwa unaomba manake neno la Mungu lile ambalo ulilisoma ndio linakuja kwenye maisha yako katika uhalisia. Linakuja kwenye maisha yako katika uhalisia. Unaweza ukakoti kutoka mwanzo mpaka Ufunuo mistari yote umeikariri, lakini kama hauna maisha ya maombi, hiyo mistari impact yake ni ndogo. Sawa Impact yake ni ndogo. Ukiwa na hiyo mistari hiyo, halafu kwa jitu la maombi, unamchana shetani venye hajawahi tokea. Sawa Tumeelewana? Unamchana shetani venye hajawahi tokea. Kwa maombi yanatubadilisha. Biblia kwenye kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2 anasema tugeuzwe, sivyo? Kinachokugeuza pale ukiwa na maisha ya maombi, neno la Mungu ndio linakugeuza. Ukiwa na maisha ya maombi, neno la Mungu linakugeuza. Neno la Mungu
Useme mimi nitaisha kusoma tu neno la Mungu. Nitasoma neno la Mungu venye hajai kutokea. Halafu hauombi. Unajitafutia matatizo. Sawa sawa Unajitafutia nini? Matatizo. Unajitafutia matatizo. Jambo la 4. Maombi yanaharibu mipango ya shetani na makusudi ya maadui zako. Maombi yanaharibu mipango ya shetani na makusudi ya maadui zako. Maombi yanaharibu mipango ya shetani na makusudi ya maadui zako. Maombi yanaharibu mipango ya shetani. Biblia wakati Yesu anafundisha kuomba alisema usitutie majaribuni, sivyo? Usitutie majaribuni. Kwenye Mathayo ni sura 6. Ni sura 6, sivyo? Mstari wa ngapi? Anasema usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Ni prayer point. Yaani unatakiwa katika kuomba, unapoomba wanake Mungu anakutoa kwenye majaribu. Ukisoma Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13-14, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13-14 anasema mtu anajaribiwa kwa tamaa zake. Mungu hamjaribu mtu. Yakobo ndo anasema hivyo, ndivyo? Mungu hafanyeje? Hamjaribu mtu. Lakini mtu anajaribiwa kwa hebu fika hapo haraka kusoma tu. Yakobo 1:13-14. Yakobo. Neno la Mungu linasema, "Mjaribu wako asiseme nimejaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu." Wala yeye mwenyewe afanyaje? Mungu yeye hafanyaje? Endelea. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Ndio kazi ya shetani kukuletea vitu ambavyo vitakuingiza katika majaribu. Sawa sawa Ndio kazi ya shetani. Ndio maana Yesu alisema ombeni msiingie. Si ndivyo? Ombeni msiingie. Ombeni. Yaani kwa ukishakuwa na maisha ya maombi maana yake unajitoa kwenye wale watakaoingia kwenye majaribu. Luka 22 mstari wa 40. Ombeni ili msiingie majaribuni. Kwa hiyo ukiona muda mwingi umeingia kwenye majaribu, ni ishara kwamba you are lifeless player. Sawa? You live a prayerless life. Prayerless life. Unaishi maisha ambayo hayajajaa maombi. Mtu ambaye amejaa maombi, Mungu anamchomoa kwenye changamoto kabla hajaingia. Ombeni msije mkaingia kwenye nini? Kwa hiyo kumbe kutokuwa na maisha ya maombi, kutokuwa na maisha ya maombi ni kuingia kwenye taabu. Sawa Ni kuingia kwenye nini? Kwenye taabu. Kumbuka tunaishi katika dunia ambayo Paulo alisema ni nyakati ambazo ni za hatari. Kwenye ile Timotheo 2:3-1. Nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari, nyakati za hatari. Kwa hiyo kuishi bila maombi maana yake ni kujitengenezea hatari kwenye maisha yako. Kuishi bila maombi, yani kutokuwa na maisha ya maombi. Sizungumzii dakika 5 kwamba baba naomba bariki chakula hiki, amen. Baba naenda kulala sasa, naomba unilinde na wachawi, amen. Sizungumzie maisha ya maombi ya waoga. Nazungumzia maisha ya maombi. Wewe kuwa ni partner wa Mungu ili kuhakikisha kusudi la Mungu linatimia duniani. Ukishakuwa na aina hiyo ya maisha, kuna mahali unaenda. Sawa Kuna mahali unaenda. Kuna vimajaribu vingine ambavyo vitakuwa vinawatesa kila mtu, vinamtesa kila mtu. Wewe hayo majaribu hatayakugusa. Kwa nini? Ombeni msije mkaingia majaribuni. Mungu hakusema ombeni kwa maana kwamba Mungu usitutie majaribuni. Yesu anaposema ombeni msije, ndio maana aliwaambia hamkuweza kukesha nami hata saa moja. Hamkuweza hata kukesha na mimi hata saa moja. Ombeni msije mkaingia kwenye majaribu. Kwa kutokuomba maana yake ni kujiingiza kwenye tamaa itakao kupeleka kwenye majaribu. Mungu hamjaribu mtu. Sawa Mungu hamjaribu. Mungu aliye hai akubariki sana. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema, ni mwaminifu, umetufundisha tena siku ya leo. Naomba neema yako ya kuomba na nguvu yako ya kuomba ikawe juu ya kila mtu anayenisikia katika jina la Yesu. Uvivu na kila hila ambazo zimekamata moyo na kumfanya mtu kuwa mvivu, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninalaani hizo roho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bali naachilia neema yako ya kuomba kwa kila mmoja katika jina la Yesu. Asante kwa sababu Mungu wewe ni Mungu unayetufundisha ili tupate faida. Heshima na utukufu vyote ni vya kwako katika jina la Yesu. Amen.